Ana kama kawaida kwenye kona ya vijana ambayo inaruka kila siku ya Ijumaa saa 2:30 pale mjini YouTube. Leo bwana, niko kitaa tena, nataka nipige story na jamaa yangu wa nguvu, mtu mwenye brandi yake, kijana ambaye alipitia njia nyingi mpaka sasa hivi yuko sehemu fulani. Atajitambulisha kwanza kwa majina, yeye anaitwa nani, anatokea wapi, kampuni yake inaitwaje, alafu mengine atafuata. Mambo vipi? Poa kaka, mzima? Niko vizuri kabisa, za kwako? Ni njema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi tunaendelea vizuri. Bwana, sasa kuna watu wanakutazama kwa mara ya kwanza, wanatamani wajue tunapiga story na nani. Mimi kwa majina yangu naitwa Manase Benson, au ndio majina ambayo nimepewa na wazazi wangu. Lakini jina la ugali natumia kama Mabenson Grapher. Mabenson Grapher, lakini pia una kampuni nyingine inaitwa Nesa Studios, pia ina na Nesa Online TV. Okay, wewe ni miongoni mwa vijana ambao nimekutambua tangu ukiwa dancer. Bwana, niko na dancer hapa. Tuanzie hapo kwanza. Ilikuwa kwaje tukaingia kwenye dancer kwanza? Alafu tukatoka dancer tukaja DJs, tukatoka DJs tukaja kuwa director, tukatoka director tukaja kuwa na channel yetu ya YouTube. Mambo manne hayo ambayo kwanza tuanze kwenye dancer, ilikuwa kwaje yani? Mi kiufupi, mi napenda kucheza. Okay. Sana napenda kucheza sana. Mpaka sasa hivi naweza sema dancing sijaacha. Okay. Bado ninacheza, lakini kwa kipindi kile nilijikuta tu mimi nimekuwa dancer. Okay. Nilikuwa nacheza hizi step, nilikuwa na dagi, nilikuwa nina sheki, mpaka navunja. Unavunja? Yaani nilikuwa navunja. Kuna mtu hajui kuvunja ni nini? Yaani ile unacheza kama robot. Unajikaza nini? Unajikaza nini? Okay. Nilikuwa nafanya vyote hivyo, lakini muda ukaenda nikaachana navyo. Okay, na tukahamia upande tukawa DJ. Nilikuwa DJ. Niona siku moja umevaa kaptura ya shule unakipiga kweli. Wanasema shahidi, tuna document tunazo. Maana unaweza kabisha kwamba uliniona wapi, tunazo hizo. Wewe kumbuka, mimi nakwambia umevaa shati la shule na kaptula. Vipi kule nako tulipiga kwa muda gani kule kwa DJ? Kule DJ nipiga almost mwaka mmoja kwenda miwili nilipiga udj. Na of course udj nilifanya poa mpaka sasa hivi hata kuniwekea na nilia hapa vision nafanya vizuri. Okay, lakini changamoto ambazo zilitokea zilinifanya mimi nifanyaje, niachane na udj. Kaachana nao? Nikaachana nao. Tukatoka hapo tukaingia kwenye director. Tulipotoka hapo nilikuwa photographer. Photographer nimeenda nimefanya photographer, nikaongeza na kitu kingine, nikaanza kufanya video production. Mpaka hivi leo ninapoongea na wewe nafanya photography, pia mimi ni videography. Okay. Kwa hiyo nafanya vitu viwili, picha na pamoja na video. Ndio inaniweka mimi mjini. Okay. Japo nimeongeza na kitu kingine, lakini kikubwa ambacho ni main icon. Yaani icon ambayo mtu yote akiniona hivi anajua Mabenson ni nani. Ni picha pamoja na video. Picha na video. Hata video nayoiona hii ni yeye. Hata ameedit yeye mwenyewe hii ambayo tunaiona, yani tumetega tu kamera, lakini jamaa yeye mwenyewe ndo kazi zake hizo. Bwana, baada ya hapo tulihamia wapi sasa? Tuko online. Sasa inakuwaje tena tuko na online, au ilikuwa kwaje tukapiga hatua mpaka kutoka kwenye huku tukahamia tena hapo? Mimi kipindi najifunza photographer. Yes. Nilikuwa napenda sana kuangalia watu wanavyoshoot, wanavyofanya. Lakini katika yule mwalimu ambaye alinichukua mimi nilikuwa sijui video, nimejifunza kwa mtu. Okay. Kipindi nafanya kazi kwa yule mtu ambaye kipindi ananifundisha kufanya video, nilikuta anafanya masuala ya online TV. Okay. Sasa mimi nimekaa pale, wakaniona mimi ni mzuri kwenye picha, ila video nilikuwa sipo vizuri. Yule jamaa akaona lakini nikawa na kichwa cha kumaster vitu mapema. Akawa ananitumia kama mimi photographer katika video zake na picha. Tukienda kwenye tukio anajua kabisa niko na Mabenson, anaweza kafanya picha, akafanya pamoja na na video. Kwa hiyo akaniona niko vizuri, akanisign. Okay. Nikajaza mkataba, nikawa videographer na pia photographer wa channel ile. Okay. Channel yenyewe ni Kakwale. Okay, Kakwale TV. Nimefanya Kakwale TV, na tuseme mimi naweza nikawa mtu bora kwenye ile channel kwa kipindi kile, kwa sababu nilifanya the best. Na tena mpaka ikatupeleka mbali
yani mpaka inaaminika sasa hivi mpaka na serikali. Yani mpaka ile barua ya usajili niliandika mimi. Bwana, hongera sana. Niliandika mimi, kwao nikajikuta nafanya video, nafanya picha, lakini nikajikuta na masuala ya online TV nayo nimekuwa mtaalamu, kwa sababu yule ambaye nilikuwa karibu naye alikuwa mtaalamu, kwa akaniambukiza na mimi kuwa mtaalamu. Bwana, kumbe utaalamu bwana unaambukizwa. Bwana, hii ni kona ya vijana ya kitaa. Sasa unawaambia nini vijana ambao wanatamani nao wawe kama Nessa, Mabensoni, DJ, dancer, unawaambia nini? Cha kwanza kwa vijana, sijafikia level ile ya kuwashauri lakini kwa level nilionayo, nikipenda vijana wengi wajiwekeze kwenye kutumia ubongo, ila wasiwekeze kwenye kutumia nguvu. Kwa nini? Mimi mpaka naanzisha online, cha kwanza niliona kabisa nikifanya masuala ya online TV naweza hata nikawa nimekaa hapa naingiza pesa. Yani nimekaa naingiza hela. Kwa sababu gani? Online ukipambana, kwa mfano mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Facebook, saizi zinalipa. Na mimi saizi niko katika vile vigezo vya kulipwa, ninalipwa na YouTube, Facebook nalipwa, kwanza inaingia. Kwa naweza nikawa hata nimekaa hivi nikatengeneza story au nikatengeneza maudhui ambao nikiposti kwangu ni hela. Kwa hiyo nikaona kabisa mimi ni photographer, nasubiria wateja, nikafungua ofisi ambayo inahusiana na video ndi photographer. Nimetoka hapo nikaona lakini online nayo inalipa. Kwa nini sipambane? Nikapambana, nikafikisha vigezo, mpaka sasa hivi nafanya ma content, ma interview haya manini, kwa sababu tayari nimeshaona kina faida, na pia nikaona nitengeneze jina upande wa online ambako nako nitapata hela. Kwa napiga kote. Kwa mimi napiga huku, napiga na huku. Kwa nikaona nikaona ni kazi ambayo of course inanipa kula, naendesha. Mimi sifanyi kazi yoyote tofauti na hizo mbili. Bana, kazi mbili, video na picha, zinamuingizia pesa online. Kwa hiyo amewasisitiza vijana ambao mnatamani mfanye kazi kama anavyofanya yeye, tutumie zaidi akili kuliko nguvu. Tutumie akili kuliko nguvu. Changamoto ambayo unaipata kwenye picha. Changamoto unayoipata kwenye picha ni vunja bei. Vunja bei. Achana yule wa Dar es Salaam, vunja bei nyingine. Hii vunja bei ipi hiyo? Brother, picha zina changamoto. Unaweza sisi of course sisi ma photographer tuna base sana watoto wa kike. Naam. Wakina dada wengi. Sasa usipokuwa makini unajikuta unavunja bei. Unaweza kusema picha moja mimi napigia shilingi 3000. Naam. 3000. Sasa 3000 mtu anakuambia anapiga picha afa anakuambia ni 2000. Wengi, yani wanakuwa wengi. Sasa kama usipokuwa na msimamo unajikuta unarudi nyuma baada ya kwenda mbele. Bwana, wakina dada mnaturudisha nyuma sana mafotografa. Kama ni 3000 lipa 3000. Hicho ndo chanzo cha kuwarubuni wapiga picha wetu waonekane wana tabia fulani hivi. Sitaki kuzungumzia sana, lakini kwa sababu hii ni kona ya vijana, lazima tuongee na vijana. Tuache hizo mbanga. Kama umeenda kupiga picha, nenda kwa dhumuni la kupiga picha. Alafu sasa mbaya zaidi umepewa hela na mchumba wako uende ukapige picha, alafu naenda kumrubuni mpiga picha naye wewe kwako. Unakuwa na wawili, kitu ambacho si sahihi. Naam, kitu kingine, kuna watu hawapo serious na kazi zetu. Yaani wanaamini mtu anaposhika kamera anapopiga hivi picha anaona ni kitu rahisi sana. Na ndio maana unakuta mtu anaweza akakwambia bwana nina event yangu, afu anakutajia low budget. Low budget. Yeye anaamini kupiga picha ni rahisi, lakini kupiga picha ni kazi sana. Ngumu kuliko. Bana, kupiga picha sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, kwa sababu mpaka mtu uweze kumseti vizuri akubali kazi unayoifanya sio mchezo. Watu wanadharau sana. Bwana, kwa sababu kona vijana hii bado ni endelevu na natamani kupiga story na wewe nyingi, lakini kwa sababu leo umeshawaambia vijana kupitia kona vijana ya kitaa kwamba jamani, dada zetu leteni pesa zile zilizo kamili. Kama ni buku 3 leta mkwanja huo, achana na mbanga zingine. Neno la mwisho kwa watu ambao wanaokufahamu, aidha wanakufahamu kuanzia mara ya kwanza, na vijana hasa kuwaelekeza namna ya kuishi. Neno lako la mwisho bwana Mabenson. Mimi cha kwanza cha kuwashauri vijana wenzangu, tupambane.
yani kwenye huu umri mdogo ambao tupo nao, hasa vijana, inatakiwa tupambane na tujiwekeze. Endapo hata tutakapobahatika kuwa wazee, tuwe tayari tushajiwekeza. Inafika uzee unakula pension hata kama hujaajiliwa, hata kama huna check number, unaweza ukala pension kutokana na jinsi ulivyojiwekeza wewe kipindi wewe ni kijana. Kwa hiyo vijana wenzangu, tupambane hasa hiki kipindi ambacho bado tuna nguvu. Bwana, tupambane kipindi ambacho bado tuna nguvu. Ofisi zetu ziko wapi sasa kwa wale ambao wanataka twende tukapige picha? Nitaanza na mimi kwa sababu itakuwa ni ya ofa. Naomba hapa mbele ya watu, ili kama unanikataa unikatae hapa kwenye kona ya vijana, maswala kacha. Ofisi zipo wapi sasa? Ofisi ziko Chanji Stand, pale ndio HQ headquarter. Tunawakaribisha sana. Ukifika tu Chanji Stand mkabala na Shell Astra, unatupata. Pia kwenye mitandao ya kijamii kwa masuala ya picha tunapatikana Instagram pamoja na Facebook. Tunapatikana Nesa Studios. Hiyo ni upande wa studio ambapo unapata picha kali, unapata video kali, ziwe za wedding, send off, kitchen parties etc. Lakini kwenye masuala ya media online TV unaweza kutupata kupitia namba zifuatazo 0629 59 60 80. But still ile Nesa Studios, maana studio ni kitu kikubwa, maana kina produce vitu vingi. Kwa hiyo Nesa Online TV bado iko chini ya Nesa Studios. Kwa ukifika Nesa Studios umetupata Nesa Online TV. Bwana, Nesa Online TV inapatikana Nesa Studio. Chanji pale, wanangu wa Chanji, sio mnapiga picha za vichochoroni na simu zenu hata kama mnaziamini sio iPhone. Twende pale. Unatokea baadaye umepotea, tunashindwa hata picha ya kuchukua mtandaoni kwa sababu mnaposti picha ambazo zina low quality. Bwana, hii ni kona ya vijana kutoka kitaa. Leo tuko na producer ambaye ana produce picha na video. Moja kati ya watu ambao walitengeneza ngoma moja hatari, hatuwezi kufa. Huyu ndio director sasa aliofanya hiyo kazi na iko pale YouTube. Bwana, usikose kutufuatilia kila siku. Tuko pale online, tunatumia Yusto Mwenda, Facebook, Instagram, TikTok na mitandao yote ya kijamii. Bado wewe ambaye unanitazama nitakutembelea, isipokuwa siku yako haijafika. Hadi wakati mwingine, bye bye.